Mbona upokei simu? Bwana mimi nimetoka nyumbani kwako. Nimetoka hapa nyumbani kwako nikaambiwa umetoka. Ulipozaliwa ulikula nini? Ulikula miguu ya nini wewe? Ulikula miguu ya kuku? Baki unavyotembea. Bwana mzee achana na hayo mambo. Chumba gani ambacho hakina mtu na mteja? Huyu katoka huyu. Katoka yule unaletea hivi. Yule mtwala huyo. Yule dada yule. Yule pale mtu wa bara na yule katoka. Mzee wangu, huyu kamaliza mkataba wake au umeshindwa? Huyu katoka, tumeshindwana. Mimi sitaki mtu anatembea na panga bwana wa nini usiku. Shindwana. Nikamwambia baba ondoka. Masudi. Niko chini kwa mzee Magumo. Okay, sawa. Anataka nini? Chumba sebule au master? Mwambie vipi? Okay, basi nisubirie hapo, mimi nakuja chapo. Naomba dakika 5, mimi nafika hapo. Naongea na mzee chapo hapo afu nakuja hapo. Nisubiri bwana, wewe walinde hawa wasiende sehemu yoyote. Hapo anakuja. Sasa mimi masharti yangu kama tulivyojuana, kama tulivyoongea mwanzo. Ndio? Sawa Kama akiwa msichana asiwe na mtoto, asiwe na mume, mgeni mwisho mmoja. Na kama mwanaume asiwe na mke. Wewe mzee wangu najua sheria zako sio kama sizijui, lakini sheria zako ngumu mzee wangu, ubadiliki. Vijana sasa hivi wanataka kujiachia, mtu anataka kukaa na marafiki zake hapo aplay muziki. Hiyo masharti yangu huwezi kuyapindisha, huwezi kuyapindua hata siku moja. Alafu nasikia unaambia watu gari nauza, hii gari siuzi. Nimesahau. Hii gari siuzi. Sikia kuna mtu mmoja anataka hii gari. Hii gari ya ulisi nenda katafuta gari siuzi bwana. Hii gari siuzi. Hii siuzi. Hii gari ya urithi siuzi kabisa, siuzi. Basi sawa, ngoja nimwahi mteja aseka kuja hapo, mimi chapo narudi hapo. Kama akiwa anapenda basi sawa. Yua mtu mnene ukikosa hela, ukiwa na njaa kufa rahisi. Binti una shida gani? Maki mimi sikaagi na wanawake kwenye sehemu kavi za waziwazi na kuaga muoga sana. Maki nyewe mnakuaga na mambo mengi. Kwanza nashukuru hata kukuta hapa. Maana nilikuwa nakuja tu nikawa nafikiria nitamkuta kweli nilipoelekezwa. Nimefika pale kwako sikukukuta. Kwa hiyo nimemkuta kijana akanielekeza kwamba nije hapa. Na shida yangu baba kubwa, mimi nilikuwa nahitaji Nyumba. Sio nyumba, pale kuna vyumba unapata. Ila kuna masharti. Labda nikusikilize baba, masharti yako. Sijui masharti yako yanalenga nini? Mimi nyumbani kwangu ukipanga unapanga peke yako. Sitaki mtu mwenye mtoto. Sitaki mtu mwenye mume. Asubuhi kuamka chooni mwisho saa 2. Na mimi utaratibu wangu sinunui kingamu chochote. TV naangalia kwako. Chakula cha usiku ukipika wewe lazima mimi nile. Lakini cha mwisho ukiwa na paka na kuruhusu ufuge pale nyumbani kwangu. Hayo ndio masharti yangu. Kama utayaweza karibu. Kama huyawezi chapa lapa. Sibembelezi. Sawa baba, mimi nimekuelewa. Unajua masharti yako kidogo naona kama rahisi. Rahisi? Maana uko nilipotoka huko. Uko na masharti magumu baba. Mimi nyumba naitaka. Na ninaweza tu ya masharti yako kuamua. Unaweza. Sasa sijui kodi nikurushia hata sasa hivi kwenye simu. Unatakurushia sasa hivi? Hapana. Mimi simu yangu haipokei pesa. Hapana. Wewe njoo kesho pale nyumbani
tutakuja kupeana hizo hela. Hapana, nenda. Unataka kumtisha sasa wewe. Basi sawa, nimekuelewa baba. Nashukuru kwa kunikaribisha, maana tena nishakuwa mwenyeji wako tena. Karibu sana. Haya, asante. Haya. Ndugu yangu, karibu sana. Na mzigo wako nimeupata. Ila sasa naomba nikupe masharti hapa. Sawa, nakusikiliza. Kile chumba cha mwisho kile. Kutoka tu unafuata. Nimeona mzee. Ule mlango usiufungue. Kitachokuta shauri yako. Sawa, nimekuelewa, maana hata hivyo siwezi kufungua chumba ambacho hakinihusu kwa kweli. Kingine, ukipika chakula usiweke kitunguu. Naona kama tunaendana, maana hata mimi kitunguu je sipendi mzee. Nitakupigia baadaye kidogo, hapa kuna kazi nafanya na mtu hapa, nitakupigia mama. Watu wakati wengine tunakuwa kwenye mazungumzo muhimu nao wanapiga simu. Unaona lile bomba lile? Lile bomba lile. Lile mwisho saa 12 kamili usilifungue. Saa 12 ya jioni ya asubuhi mzee. Ya jioni, muda wote fungua saa 12 jioni ile funguliwi mpaka saa 12 asubuhi. Kingine naomba nikupe story yangu kwa ufupi. Hii usikae hapo kwa wasiwasi. Mimi mke wako kwanza. Alikufa mgongo na nyoka ndani. Nikaenda kuoa kule kwetu Pogoroni mke wa pili. Huyo mke wangu wa pili bwana aliliwa na mamba. Nchi kavu kabisa. Mamba kaja kumchukua nchi kavu kabisa, kaja kumchukua huyo kaenda kabla. Pole mzee wangu. Nikaja nikaoa. Alikufa kwa ajali. Na mimi sijapata kupata mtoto mpaka leo. Kwa hiyo usiogope, ndio maisha tu. Karibu sana. Kwa hiyo utahamia, na napenda ukihamia hapa uhamie tarehe 5. Ni kweli tarehe 5 unaosema, lakini mimi naona tarehe 5 hapana. Mimi nitahamia tarehe 4. Sawa, usiku. Basi sawa mzee, ngoja nikapumzike maana nimechoka huko tokapo. Sawa. Karibuni. Vipi? Mbona mmenivamia? Kuna shida yote? Si mzee, tunatafuta chumba hapa tumekaa. Hapa mmeegeza kuna chumba? Yeye umetokea wapi? Hapa si tumetokea Arusha, tulikuwa tunasoma Arusha. Tumemaliza darasa 7 huko Arusha, kwa tumefaulia huko Dar es Salaam. Kwa tumeelekezwa katika vita zetu, tumeelekezwa hapa ndio kuna chumba. Kwa tulikuwa tunahitaji chumba cha kukaa. Nyie mashati mnaweza mashati yangu kweli? Wewe tupe mashati yote, si tunaweza. Wewe miaka mingapi? 16. Wewe? 5. Wewe? Umetoka Arusha Chuga. Confidence full. Kwa hiyo mnasemaje sasa? Hela mnayo? Sisi tushajipanga. Mpaka tumekuja hapa mzee, ujue tumejipanga. Taja namba. Taja namba yangu? Taja namba simu. 0 7 8 4 30 78 48. Hiyo ndo namba yangu. Unafanya nini sasa? Utaona subiri. Subiri. Utaona message. Message gani sasa? Mbona papara? Sina papara. Tulia basi. Nani kwambia nimtumie hela? Mzee, wewe tumekwambia utaje namba? Mimi nadaiwa, unaona hela yote imekaa tu huko. Sasa tujui. Na akili kweli nyinyi?
Mkataba. Mkataba wote. Sisi ni mkataba. Oh, tundoke mama shaka. Hivi vitoto vichawi. Ewa! Ah! Rudini! Mungu wewe. Ametuma 200,000, mimi na deni 200,000. Akati hivyo amesaidia kulipa deni. Oh! Hii hela sio ya majini.